Yesu akiwa katika hili kundi la hawa watu watatu. Bwana asifiwe. Na Biblia inatuambia ya kwamba hawa walikuwa ni watu ambao Yesu Kristo aliwapenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Ikafikia mahali mpaka ikaandikwa ya kwamba aliyependwa zaidi alikuwa Lazaro. Biblia inatuambia Lazaro alipendwa na Yesu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kukaja mkasa, kizungu tunaita crisis. Kukaja mkasa siku moja, Lazaro akagonjeka. Na katika kugonjeka kwa Lazaro tunaambiwa ilikuwa ni kugonjeka zaidi kiasi cha kwamba angekufa. Kwa sababu tunaambiwa aligonjeka tena akafa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo inamaanisha ugonjwa wa Lazaro aliokuwa nao madawa yasingesaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukapata ya kwamba madawa hayangeweza kutatua shida aliyokuwa nayo Lazaro. Kwa hivyo suluhu lilokuwa hapo ilikuwa ni Yesu Kristo apewe taarifa. Bwana Yesu asifiwe. Napata ufunuo ya kwamba sisi kama watu wa rohoni, anapokuwa Yesu ni mtu wa rohoni. Na alikuwa amempenda Lazaro na ndugu zake, lakini bado Lazaro akagonjeka. Kwa hivyo hata sisi wa Kristo katika kiroho pia hugonjeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo tuliweke hapo. Kipindi fulani hapa nikaja nikasema ya kwamba majaribu ni lazima. Yaani it's a normal thing kwa sisi ambao tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo pia napata ufunuo mwingine hapa ya kwamba hata tujapokuwa na Yesu bado sisi hugonjeka. Amen. Bwana asifiwe. Tuende na hii story ya kwamba baada ya kwamba madawa yasingeweza kuponya ugonjwa wa Lazaro, ndugu zake ambao ni dada zake wakatuma ujumbe kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Katika John 11:3 tunapata maombi ambayo dada zake walipeana kwa Yesu Kristo. Wakakaa na katika maombi yao wakaenda wakamwambia. Biblia inasema ya kwamba ni kama walituma hayo maombi. Wakaenda wakamwambia, pengine sijui ni hao walienda ama sijui kama ilikuwaje, lakini Biblia inatuambia ya kwamba Mariamu na dada yake Martha wakatuma ujumbe kwa Yesu Kristo kumpasha habari za ugonjwa wa dada yao. Bwana Yesu asifiwe. Kifungu cha 3 John 11 Biblia inasema hivi: basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Bwana asifiwe. Tuangalie jinsi maombi yalivyotumwa. Lazaro alikuwa mpendwa wa Yesu Kristo. Sasa ikabidi waitambulishe hiyo ya kwamba kunaye mtu muhimu zaidi ambaye anaugua, na kwamba in other words magonjwa hayawezi kumponya isipokuwa ni wewe peke yake. Yesu Kristo akawa ndiyo dawa peke yake imebaki. Something funny inaendelea hapa kwa sababu jinsi maombi yalivyotumwa na jinsi majibu yalivyokuja ikawa tatanishi. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi, mstari wa 6: basi aliposikia kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwa. Hebu tuangalie. Huyu bwana ni mgonjwa, madawa hayawezi kumponya. Kunaye rafiki ambaye ndiyo tumaini. Inajulikana ya kwamba Yesu Kristo huenda akamponya. Ujumbe umekuja, yule umpendaye hawezi. Lakini Yesu, Biblia inasema alivyojua akakaa siku 2. Bwana asifiwe. Kuna ufunuo napata kidogo hapa. Tukichimba ndani katika utafiti theology, inasemekana ya kwamba mahali Yesu alipokuwa na kwa kina Lazaro it was only 2 miles.
ni sawa sawa, mfano tu yani nipeane kumaanisha yani there was too close, yani palikuwa karibu, pengine ilikuwa ni hapa tulipo na Shanzu pengine. Lakini sasa Yesu hapa anatulia, hapeleki majibu, anakawia for 2 days. Bwana asifiwe. Kwa nini? Mbona Yesu inafikia mahali anasema acha ningojee kwanza? Bwana asifiwe. Najiwa na mawazo ya kwamba sisi watu wa Mungu wakati mwingine tunapatwa na mambo ambayo kwetu sio preferable, yani kwetu sio ya sawa, lakini hayo hayawezi kumfanya Mungu aguswe kwa hilo. Bwana asifiwe. Na ndio ilimfanya Kristo akabaki pale for 2 days. I don't know, lakini kunalo jawabu ya hilo. Bwana asifiwe. Kuna big question. Nimeandika hapa big question. First, tumeona ya kwamba ni kana kwamba ugonjwa wa Lazaro haukumshtua Yesu Kristo. Haukuwa na umuhimu sana, ndio maana tunaona Yesu Kristo akasimamisha for 2 days. Now the big question is, nimeandika hapa kizungu, kuna mambo ambayo tunafaa kujiuliza. Ni kwa nini tunafaa kujiuliza tunapopata shida? The big question ni kwa sababu gani? Mstari wa 7 ndio sasa Yesu Kristo anakuja anawaambia let's go guys. Mstari wa 7 ndio anawaambia, baada ya kwamba amebaki siku 2, anawaambia wanafunzi wake, turudini huko kwa sababu kuna mtu wangu huko hasikii vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 7 unasema, kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni huko Judea tena. Sasa wanafunzi wake wakawa na maswali hapo. Yesu Kristo akawa anajaribu kujieleza. The big question is, when you are in a crisis, what are you supposed to ask? Swali, big question. If you are writing, ask this question: God, what glory do you want from my crisis? Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo ambalo linajaribu kunishangaza, ya kwamba kuna ugonjwa mahali fulani, lakini ni kana kwamba yule mponyaji ambaye ni Yesu Kristo haijamtouch vizuri. Lakini katika yale majaribu kuna swali nataka ujiulize, ni utukufu gani ambao Mungu anataka kujidhihirisha katika hiyo shida yako? Umemuomba leo hajakujibu, umemuomba tena na tena hajibu. There is a delay for your solution for your problem. Na unapofikia mahali hapo, jiulize, what glory does God want from your crisis? Kwa sababu sio tu kawaida ya kwamba ukaweze kuendelea kuteseka mahali pale. It is not a preferable condition to you. Yani sio mateso unayofurahia, lakini unapomuita Yesu akuje, there is a delay. So there's a question you have to ask yourself. What glory do your God want from your crisis? Yes,